Kanisa ni gereji ya Mungu. Kwa nini ninasema kanisa ni gereji ya Mungu? Nasema kanisa ni gereji ya Mungu kwa sababu tukiangalia gereji ndio sehemu pekee ambayo magari yote mabovu yanaenda kutengenezwa. Magari yaliyopata pancha, magari yaliyofanya ajali, magari ambayo yamevunjika breki, hayana breki, magari yaliyopasuka vioo, na magari yote yaliyoharibika katika namna yoyote ile, magari yaliyoharibika engine, yote haya yanaenda garage ili kurekebishwa. Watu wengi siku hizo wamekuwa wakisema kwamba sihitaji kwenda kanisani kwa sababu walokole wa siku hizi ni sawa sawa na wapagani. Lakini watu wanaongea hivyo watambua kwamba kanisani sio jukwaa la watu watakatifu, sio sehemu ya watu wakamilifu. Kumbuka kwamba gari linapotoka garage ndipo hapo linapelekwa katika sehemu ya maonyesho na kuzinduliwa, kuonyeshwa kwamba linakuwa ni gari zuri. Kwa hiyo kanisani watu wanatengenezwa ili baadaye kuja kuwa watu wazuri au kuja kuwa watu kamili. Hivyo wewe ambaye unashindwa kwenda kanisani kwa sababu ya kusema kwamba walokole mbona wapo hivi, mbona wapo kama sisi wapagani, ninakushauri leo chukua hatua. Usiache kwenda kanisani kwa sababu kanisani ni garage. Kuna watu wengine wanashindwa kwenda kanisani kisa anajihukumu mwenyewe, anasema mimi na dhambi zangu naweza kwenda kanisani. Lakini kumbuka kwamba kanisani ni sehemu inayohitaji watu hao, yani ni sehemu ya watu ambao sio wakamilifu, ni sehemu ya watu ambao wanakwenda kutengenezwa. Tunaweza kutumia mfano huo wa garage kusema ni sehemu ya magari mabovu. Kwa hiyo chukua hatua leo unaposikia ujumbe huu, unaposikia neno hili, chukua hatua ya kubadilisha mtazamo wako wa kusema kwamba kama mlokole anafanya hivi, basi na mimi sihitaji namna ya kuokoka, siwezi kuokoka, wao pia ni sawa sawa na sisi. Hapana. Chukua hatua kwa sababu kanisani ni sehemu ya watu ambao wanaenda kutengenezwa na Mungu. Lakini pia kanisani unaweza ukamkuta kiongozi yoyote yule ambaye yupo amesimamia katika gereji ya Mungu akawa sio kamili, na yeye pia na uongozi wake pia akawa sio kamili. Kwa sababu gani? Gereji anayesimamia ni Yesu Kristo peke yake. Kwa hiyo tunamhitaji Yesu Kristo katika gereji aweze kututengeneza wote. Haijalishi ni viongozi, haijalishi sio viongozi, haijalishi ni wewe umeokoka leo, wote tunamhitaji Yesu Kristo ambaye ndiye kiongozi mkuu anayeweza kuisimamia gereji na kuitengeneza. Yeye ndiye anajua kwamba spana boliti zako zimelegea kiasi gani, yeye ndiye anajua engine imeharibika kiasi gani, yeye ndiye anajua kwamba gari imekosa mafuta kiasi gani, inahitaji hivi, inahitaji kuboreshwa hivi, yeye ndiye anajua gari hii imepata pancha sehemu gani. Kwa hiyo sisi kama watu ambao tunakwenda kutengenezwa katika gereji ya Mungu, inatakiwa tuwe tayari kujiweka sawa ili tuweze kutengenezwa vizuri na huyu Yesu Kristo. Tukae tayari kwa kutengenezwa. Lakini pia hata wewe ambao umekata tamaa kuacha kuja kanisani kisa ya kusema kwamba walokole ni sawasawa na wapagani, chukua hatua leo ukijua kwamba kanisani sio sehemu ya watu ambao ni wakamilifu, bali ni sehemu ya watu wanakwenda kutengenezwa na Yesu Kristo. Kwa hiyo pia hata wewe ni mmoja wapo unahitajika hiyo sehemu. Usijihukumu dhambi zako ya kwamba mimi na dhambi zangu naweza kwenda kanisani. Hapana. Sio wanaokwenda kanisani ya kwamba wana dhambi. Usidanganye moyo wako. Kanisani ni sehemu ya watu wanaokwenda kutengenezwa na Mungu mwenyewe ambaye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo alisema kwamba wagonjwa ndio wanaohitaji tabibu na si wazima. Kwa hiyo inaonyesha ni kwamba wale wanaoumwa, wale wanaosumbuliwa, inawezekana umekata tamaa, inawezekana unapoteza tumaini, inawezekana unakuwa unapata vizuizi vya namna mbalimbali. Yesu Kristo anasema hao ndio watu ambao anaohitaji katika gereji yake. Kanisa ni hospitali ya wagonjwa wa kiroho wanaoenda kutengenezwa na Yesu Kristo. Ninaitwa Daniel Yusufu, nasema tuendelee kujifunza, kuna cha kujifunza.